Na faida nyingine ya uchamungu, ndugu zangu Waislamu, al-ikram, ni kutukuzwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu hamtukuzi isipokuwa yule ambaye anamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ushahidi wa aya inasema, inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika yule mtukufu wenu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yule ambaye anamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kama hamchi Allah subhanahu wa ta'ala, hawezi kuwa mtukufu mbele yake. Siku ya Kiyama watu watazidiana daraja ama watazidiana hadhi ama ile nafasi kutokana na uchamungu ambao wamefanya kwa duniani. Kwa hiyo tufanye uchamungu hapa duniani ili tuweze kuwa na daraja kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Si kwamba mali alizokuwa nazo mtu hapa duniani ama cheo alichokuwa nacho ndicho kitamfaisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama labda ni mtoto wa rais au kiongozi yeyote mkubwa ukasema utanufaika kutokana na uongozi wa baba yako au yule jamaa yako ambaye ana nafasi kubwa hapa duniani. Ingelikuwa hivyo, angelikuwa na daraja kubwa mtoto wa Nuh. Mtoto wa Nuh alimwasi Allah subhanahu wa ta'ala, hakutaka kumwamini, na siku ya Kiyama hatakuwa miongoni mwa wale wamcha Allah subhanahu wa ta'ala, na atakuwa ni miongoni wale ambao watakaopata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huja mtu akawadhalili miongoni mwa watu madhalili hapa duniani, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akaja kuwa ni mtu mwenye hadhi ama mtu mwenye daraja kubwa miongoni mwa wale watu watukufu wenye daraja kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia mtu huja akawa ni mtukufu miongoni mwa watu watukufu hapa duniani, kisha akaja kuwa dhalili miongoni mwa watu madhalili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Kwa sababu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala watu watazidiana kutokana na ule uchamungu ambao wamefanya hapa duniani, kuswali na si kutosheka na fardhi hata sunna. Wanazuoni wanasema watu wengi wataingia peponi bin nawafil, kwa zile mambo ya sunna, ya sala za sunna, funga za sunna, ndizo watu wengi ambao wataingia peponi. Kwa sababu huja ukaenda katika mizani yako ukabidhiwa yale madhambi yako na zile thawabu zako, likahitajika jema ambalo ni dogo tu kukufikisha wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ama kukufikisha peponi. Kwa hiyo zile sunna ambazo ulikuwa unaziswali hapa duniani ama zile funga za sunna ulizokuwa unafunga zitakuja kukuokoa wewe kutokana na ile sehemu ndogo iliyokosekana, kisha utajazia pale utaipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tulipambeni na sifa ya uchamungu kwa sababu ndio sababu ya kufaulu katika haya maisha ya dunia na kesho akhira inshallah. Bila ya uchamungu hauwezi kufaulu katika haya maisha ya dunia, hata kama ukiona una kheri ama una maisha mazuri, lakini kama haujamcha Allah subhanahu wa ta'ala, kheri kwako haipo. Kama alivyosema mshairi, wa khairu khisali almar'i ta'atu rabbi wa la khaira fi man kana lillahi 'asiya. Na kheri kwa mwanadamu ni yule ambaye anamcha Allah subhanahu wa ta'ala, wala na kheri yule ambaye anamwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Haijalishi unaishi maisha gani, ni mazuri kiasi gani, lakini kama haumchi Allah subhanahu wa ta'ala, wewe una kheri mbele yako. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi al-muhtadun fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك
Waislamu, na wasia pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya swala zima na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mara nyingine, kwa sababu hakuna kufaulu isipokuwa kwa wale ambao wamemcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ushahidi wa aya yake inasema inna lilmuttaqina mafaza. Tushafahamu ya katika hotuba ya kwanza ya kwamba hatuwezi kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo njia ya kuipata pepo ya Allah ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya yale ambayo anatuamrisha na kuyaacha yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakataza. Asa ucha Mungu nao na njia yake, vipi tutaufikia ucha Mungu ama vipi tutafanya ucha Mungu? Kwa sababu pepo tushafahamu ya kwamba huwezi kuipata isipokuwa kwa kumcha Allah. Haya, wewe kumcha Allah unafikia vipi? Tunatakiwa tujiepushe na kitu kinachoitwa dunia na zile starehe zilizomo katika ile dunia. Tarku dunia wa ma fiha, ni kuiacha dunia na yale ambayo yako katika hiyo dunia, mina shahawati, miongoni mwa yale matamanio. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fala taghurrannakum hayatu dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur, yasikushughulisheni nyinyi haya maisha ya dunia na wala asikushughulisheni kuepukana na Mwenyezi Mungu shaitani. Hii dunia na shaitani isiwe ndio sababu ya sisi kutenganisha na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu haya maisha ya dunia ni maisha ya kupita kwa muda mfupi. Hakuna atakayebaki milele hapa duniani, kila mtu atakufa. Mshairi anasema wa dunyana wa imminna ilaiha wa tala biha almatamu ila mtidali, na hii dunia yetu hata kama tukimili kuielekea hiyo dunia na zikarefuka starehe zikawa nyingi starehe katika hii dunia, lakini ipo katika kumalizika. Wapo walioishi miaka 950, wapo walioishi miaka 800, miaka mingapi, miaka mingi. Sasa hivi tumebaki umma wa Allah wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao ni mabaina 60 wa 70, ni kati ya 60 na 70. Mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadiria hivi. Wapo watakaopindukia zaidi ya miaka 70, lakini wengi wataishi baina ya miaka 60 na miaka 70. Kwa hiyo hii dunia ni starehe ya muda mfupi, ama ni matamanio yenye kwisha. Kuonyesha udhalili wa dunia, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema law kanat dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha shurbata ma'in, lau hii dunia ingelikuwa inafanana na ubawa wa Mungu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi asingemjesheleza katika hii dunia teko la maji yule kafiri. Kwa nini makafiri wanaruzukiwa riziki na Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa sababu hii dunia si kitu chenye thamani. Yaani ubawa wa Mungu ni wenye thamani zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko dunia, na ndio maana hapa duniani Muislamu anapata riziki ya Allah na kafiri anapata riziki, kwa sababu si kitu chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hii dunia. Kwa hiyo tujiepusheni nayo, kwa sababu miongoni mwa maadui ambao wametuzunguka sisi ni dunia pamoja na shetani. Ni miongoni mwa maadui ambao wametuzunguka, na hawa maadui inabidi tuwakatae kwa namna moja au nyingine. Dunia ni kitu dhalili, miongoni mwa dhalili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana hapa duniani anapewa kila yule ambaye anamuomba riziki. Anapewa kafiri, anapewa Muislamu. Mshairi anasema tazawwadu min at-tuqa fa innaka la tadri idha janna al-layl hal ta'ishu ila al-fajr, fakam min fata amsa wa adha dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri, wa kam min sighari yurja tula umrihim wa qad udkhilat ajsamuhum dhulmat al-qabr, wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum laylat al-qadr, wa kam min sahihin mata li ghayri illah wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahr. Kuonyesha udhalili wa dunia, ama kuonyesha kwamba dunia ni kitu ambacho hakina thamani. Mshairi anasema tazawwadu min at-tuqa fa innaka la tadri idha janna al-layl hal ta'ish ila al-fajr, jiweke masrufu wewe ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hautambui ukishaingia usiku je utaishi mpaka alfajiri, asubuhi utafika, hautambui wewe.
Wakam min fata amsa wa amha dhahikan wa qad musijat akfanuhu wa huwa la yadri. Na ni mara ngapi yule kijana mdogo amefikiwa na jioni, amefikiwa na asubuhi, hali ya kuwa mwenye kucheka, lakini imekuja kushorwa ile sanda yake, hali ya kuwa yeye hatambui chochote, kashakufa. Wakam min sighari yurja tula umrihim wa qad udkhilat ajsamuhum dhulmat al-qabr. Na ni watoto wangapi ambao wametarajiwa kurefuka ule umri wao, lakini vimeingizwa viwiliwili vyao katika kiza cha kaburi. Ni wangapi watoto ambao walitarajiwa kwamba wataishi muda mrefu, lakini wamekufa hali ya kuwa ni vijana. Wakam min arusi zayyanuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum laylatal qadri. Na ni mabi harusi wangapi wamepangwa hao mabi harusi kwa ajili ya waume zao, lakini zimekuja kuchukuliwa zile roho zao usiku wa mkesha. Mara ngapi bi harusi kesho anaolewa, leo Israeli anakuja kuchukua roho yake. Hiyo yote inaonyesha udhalili wa dunia, kwamba dunia si kitu chenye thamani. Wakam min sahihi mata li ghairi illa wa kam min saqimi aasha hina min ad-dahr. Na ni mara ngapi watu wazima wenye afya zao wamekufa basi na ugonjwa, na ni wagonjwa wangapi wameishi muda mrefu katika zile zama, wangapi? Ndugu zangu Waislamu, inama dunya daru liman la dara. Hakika hii dunia ni nyumba kwa yule ambaye hana nyumba yeye. Wa mali, na dunia hii ni mali liman la mala la, kwa yule ambaye hana mali yeye. Wa biha yafrah man la yaqina la, na anaifurahikia yule ambaye hana yaqini. Ukiona unaifurahikia hii dunia wewe hauna yaqini. Mshairi anasema, faman arada ni'mata zailatan wa hayatan munqati'a wa shahwatan faniya falyatlub dunya. Basi yule yoyote atakayetaka neema zenye kuondoka, wa hayatan munqati'a, na maisha yenye kukatika, wa shahwatan faniya, na matamanio yenye kwisha, falyatlub dunya, basi itafute dunia. Kwa hiyo ukitafuta vitu hivi, ukitafuta dunia sawa sawa umeyataka maisha ambayo yenye kukatika ama neema zenye kuondoka. Na ukitaka neema zenye kudumu, basi jiwekee masurufu hapa duniani ya uchamungu, ili uweze kuishi maisha yasiokatika kesho akhira, na upate pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man talaba ad-dunya faqad zalama nafsahu wa 'asa rabbahu. Na atakayetafuta dunia basi ameidhulumu nafsi yake na amemwasi Mola wake, amemwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa wale ambao wanasikiliza maneno na kuyafanyia kazi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arda 'anil khulafa'il arba'atil kiram humatil islam al-khalifatu Abi Bakr ibn Siddiq radhiyallahu anhu wa 'ala zahidina wa hannafiq bis-sawab amiril mu'minin sayyidina Umar ibn al-Khattab wa 'ala jami'il Qur'an man istahayat minhu malaikatur rahman muhyil layali bi tilawatil Qur'an amiril mu'minin sayyidina Uthman ibn Affan wa 'ala asadillahil ghalib imamil mashariq wal magharib amiril mu'minin sayyidina Ali ibn Abi Talib. Allahumma ayyid al-islam wal muslimin وأعلي كلمة الحق والإيمان والدين وقوي شوقة الإسلام وانصر جيوش المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.